zao. So hii ni B1 TV. Kibirizi ni sehemu moja kubwa, sehemu nzuri sana. Okay. Yeah, nafikiri kama jinsi mnapokuwa mko mnacheki, hawa ndo makamanda. Ndo makamanda wetu. Na hapa tuko maeneo ya Kibirizi. Kibirizi ni sehemu moja hivi ukifika Mutarule unashuka chini. Unashuka chini kabisa hivi, unatembea kilomita kadhaa, na ngambo ya kule mbali kule ni Burundi. Kwa hiyo waza unaona. Karibu sana ndugu watazamaji wa Baraka One TV, Ubembe TV, TV zote ambazo unakuwa kunafuata matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Rajab Akili Kabonga, the one and only town DJP. Na niko kwenye plane ya Ruzizi. Kama jinsi niko nawaambia kila siku kwamba sisi nia yetu na malengo yetu ni kutafuta habari za uhakika na za ukweli kwa yote ambayo yako yanaendelea Jamhuri ya Kivu ya Kusini, Kaskazini pia na yote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele yangu hapa niko na moja kati ya makamanda wakubwa Sud Kivu ambao wanafanya fierté ya Sud Kivu na ambao wanafanya defense ya Sud Kivu kutokana na uvamizi wa majeshi ya Rwanda RDF na M23 na Alliance Fleuve Congo na washirika wao wote ambao wako wanakuja kuvamia Kongo. Kamanda, jambo. Jambo sana. Hii ni mara kwanza tunakutana man to man hivi kwa interview, na watu wengi sasa hivi wako wanakutizama, labda wangetaka kwanza wakujue tunaongea na kamanda nani? Okay, mimi kwa majina naitwa kwa jina la Ngomazito Claude Chance wa Mouvement Combattant Congolaise Bishambuke. Ndio. Leo niko hapa. Kwanza kuna habari ambazo tuanzie pale zimekuwa zikisambaa na mimi pia nilizitangaza hizo kusema kwamba hizi habari ni za uongo, kwamba kamanda Ngomazito amefia vitani. Iliweza kuwagusa watu wengi sana, watu wakajiuliza kamanda anafia vitani, nini kitatokea? Na kwa bahati nzuri kamanda niko naye hapa. Hebu tueleze kwanza mambo yalikuwaje? Hao watu wanasema kwamba mimi Ngomazito nimekufa, ni uongo sana. Au ni waadui, hawataki Kongo ipate usalama uzuri. Hao ni waadui wangu. Wanaweza sema hao ni M23. Kwa sababu hawanitaki. Hao ni watu uongo sana kwa kusema kwamba mimi nimekufa, na ijapokuwa sikufui, niko salama na usalama wangu. Asante. Hayo matokeo yalitokea wapi na ilikuwaje? Hao matokeo tulianza kupambana mwingine moja Businga. Alors wakati tulianza pigana pale Businga, wamoja wetu wakaendelea wanaenda Bukavu. Na hapo ndipo walichagua kusema kwamba mimi Ngomazito nibaki niko napiga security Mungomo. Wakati nilipofika Ngomo pale kwa Msimbi, ikabidi nifike kwa kilalo. Wale kilalo ya kutoka Rwanda inaingia kwa Msimbi Mungomo. Na ndipo M23 kwenda pitaka. Inafitaka watu kupita Kurusizi, wanavuka Rwanda, kisha nyuma wanazunguruka, wanakuwa panda yulu kwa kale kakilalo, njoo wanapanda. Tena wanaingia Mkongo. Donc mafete wanatoka, tena wanaingia ndani. Na mpaka sasa hivi kale kakilalo kako wazi, hakuna? Ndio, kiko wazi. Kiko wazi na kale kakilalo kiko wazi. Na loro wakati tulifika pale tukaanza kupanda kamlima. Kupanda kamlima tunaanza rudia sasa kale kakilalo. Tukasikia fuyo ya mwanamke konalia. Ile fuyo yule mwanamke tukasema nao basoda wakakimbia waende angalia ni nini. Wakutana na M23 iko na baka mama alikuwa mshamba. Na ndio ilikuwa chanjo yetu kwa kuanza vita pale. Kwenye tulianzia vita ni wapi? Tulianzia vita mbele ya Msimbi, fasi wanashotea mai. Ndio ile fasi pa kuko bomba, ndio tulianzia vita pale. Tukaanza vita mpaka wapi? Mpaka Kalieri ya majiwe. Tukashuka mpaka kwa Muniki. Tukabagabula, wamoya wabo wakaenda Kamanyola hapo.
wamoja wao wakaenda wakavuka Rwanda na wengine wakabaki kwa nyumba ya nani ya Katitima. Alors tukabaki pale mpaka kutere ya Kabumbu tulifika pale. Après nikarudia Rwanda, alianza nipiga mabombe 26 kutoka mabomu Rwanda akapiga huko mpaka Kongo Kamanyola. Ndio. Zile mabombe zinakuwa napiga Rwanda ndio zenye zilisababisha watu alert. Tukaenda kutana kumbe bien sûr Rwanda ana fournir M23. Alors ndipo ikabidi nitoke mbonde nikishimami kwenye kuko kama mlima. Ndio tuanze piloni yake mie na Rwanda tunaanza jibiana kwa mabombe. Rwanda napiga na mie sikupiga hata bombe moja Rwanda. Alors kwa hiyo ndio kisi mambo ilienda vile. Asante. Okay. Watu wanakuwa wako wanajiuliza na hata Rwanda yenyewe pia muda mwingi iko inakataa kama haiko nyuma ya M23, lakini hapa kamanda mwenyewe ameshuhudia kwa macho yake na anaona kile ambacho kiko kinaendelea. Tuzungumzie kidogo kuhusiana na hii hali ya usalama, vita ya Nyangezi. Ulihusika pia kwa vita ya Nyangezi? Ndio, vita ya Nyangezi tuligombana, ilikuwa siku ya pili. Nyangezi na Nyangezi kabaki mikono yetu. Kukafika kuko Nyangezi fasi moja kuna kwa karieri banakuwa wanatosha majiwe ili kutengeneza barabara. Alors ndio kwenye adui alikuwa pale. Wakati tukapanga programu ya kusema twende piga ule adui pale kwenye nabaki. Na ndipo nilibaki, wenzetu wakaendelea, mie nikashuka. Lakini japokuwa kwa simu wakanita kwamba Nyangezi inakuwa Tombe, inakuwa ni yetu. Asante. Yeah. Na mpaka sasa hivi Nyangezi iko kwetu. Mpaka hivi Nyangezi ni yetu. Kwa sasa hivi Nyangezi ni yetu. Asante sana, kazi kubwa. Sasa kamanda, hapo ndipo nataka nizame ndani zaidi. Wazalendo tunapigana kwa ajili ya taifa. Na kati yetu pia kuna wengine wako wanahusishwa kukula rushwa ya adui. Wewe kama kamanda unaongoza vikosi, ili swala unalichukuliaje? Sisi sawa vile damu ya Mkongomani, sisi kama vile tunagombania haki ya Mkongomani, kama sisi hakuna mtu mwenye anaweza kamata rushwa, sababu tukamata rushwa unauzisha baba yako mama yako, udongo wa mababu unauzisha. Kuna wale ambao wanakula rushwa yani adui. No, sisi Mkongomani hawezi kula rushwa. Kama sisi wazalendo tujitolea. Mpaka hivi sisi tunatumika kazi, hatulipwi. Hapa majuzi General Kibido wa Nord Kivu alitangaza kujikata na kuingia M23. Na wengine pia hivyo wanaingia M23 na ni wazalendo wote. Okay, wenzetu wa Nord Kivu wako na lugha mbili. Ukiwafuatilia wenzetu wa Nord Kivu wako na lugha mbili. Kuko watu wa kusema ra. Donc na kuna watu wa asili zaidi. Wale ni wale, lakini sisi huku hakuna mtu anaweza kula rushwa. Na haki tutaendelea tu kuhakikisha M23 tutamtosha tu. Okay. Asante. Raia wako wanalalamika sana. Nimetembea sana kwenye kamba mbalimbali. Wazalendo wetu ambao wapo kwenye makamba wako wanawalazimisha raia kutoa mafor de guerre. Wanalazimisha hata kama mtu anakuambia mimi sina, naenda ku hospitali ama naenda kuna nini kukilio ama nilikuwa hapa naenda hapa, analazimishwa mpaka atoe ile pesa. Kamanda, hili swala unalizungumzaje? Unawaambia nini vijana wetu kwenye makamba pamoja na raia wajikomportea? Mimi kama vile Ngoma Zito, mimi niko mshamba ya vita. Ninaweza omba wenzetu wote wako Uvira, Mplene, jikamate tuwe pamoja. Na tumeshika silaha ajili ya kukomboa udongo mababu. Na tuende mbele kwenye adui. Iko. Na huyo adui tumfukuze. Uvira na pahali pengine hakuna adui. Na ukionekana adui tutaenda tunaacha wa kidogo kidogo sawa vile sinyali zetu, lakini tufuate kwanza adui tukomboe Kamanyola na Bukavu, wa ndugu zetu wa Bukavu na Goma tuwakomboe. Baadaye hapo vingine tunajua kwamba tutafanya msako. Asante. Naomba omba wenzetu wa makamba na vingine tuende si wote huko kwenye mapambano, tufanye kazi gisi ilivyo. Ili kunyanyasa raia kwanza kwa lazimisha franga ile.
Ile eske ni droit ama ni faveur? Ile kusema kwamba kwa kuomba pesa kwenye kamba na unaona kwamba sisi tuko Wambanda. Sisi ni Wambanda na FARDC. FARDC ndio nyumba kubwa na sisi tuko nyumba ndogo. Kwa hiyo nyumba kubwa ndio inapata chakula, ndio inaamelewa sana. Na nyumba ndogo hawaipatii hata chakula, hawaipatii hata chochote. Na ile nyumba ndogo wakati sasa haina uwezo, inaweza kusema kwamba acha basi atie hii kamba imsaidie kwa kufanya security. Wa kutoka Goma, kutoka Bukavu, wa kutoka wapi, Kamanyola, ile kamba ni kamba ya kusema security. Vitu vyote wanipita pale, wana controle. Wanaangalia, wanateji mule ndani, wanaangalia kitu kyote. Kisha baadaye wanamwambia uende. Kama anamlomba ile sengsa, ni sengsa juu ya ule mzalendo yuko pale, jua auze sabuni, anaweza uza kamchango kadhalika, ile ni kamchango tu kidogo. Lakini haiko shurti kwa kulomba ile pesa, hapana. Aha. Ya, kwa mantiki hiyo kwa ndugu zetu unaniambia kwamba Rajabu mwambie wazalendo wanatunyanyasa, sawa. Kwa roho ya kuchangia, ya kuwasaidia, kama uko nacho unawasaidia. Na wazalendo ndugu zetu, sio lazima unilazimisha nikupe, kama sina niache niende. Acha niende. Ndio. Kwa hiyo hivyo mambo yataka sawa. Sasa kuna shida nyingine hapa. Wazalendo na FARDC. Tunajua kwamba ni tete kutokuwa kwa wazalendo kama leo hapa atupo. Raia wengi hawana confiance na FARDC. Wanatia confiance yao mwa wazalendo. Sasa hivi wa FARDC wanataka tena kurudia wachukue uongozi wa plane yote mpaka Uvira, wao ndo wakamata ile maeneo zote. Nyinyi kama wazalendo mnazungumziaje swala? Je, mtawaachia wao waongoze ama tutaenda hivi kwanza juu ya security? Unaona, ukiwa mwanamke huyo mwanamke anakuzidia maele. Ule mwanamke anakuwa mtu wa kutembea tembea sana. Muache atembee kwanza. Lakini nyuma atachoka, atarudia tu mnyumba. Alors na wenzetu wa FARDC ndio wakubwa wetu sisi. Ndio wakubwa wetu. Lakini wa FARDC walijivujisha wao peke heshima. Kwanza ni wewe peke ndio kama wanaweza pata dharau leo, ni ndio walitumana wale dharau na kui. Kwa leo mshangao gisi unazungumza ndugu yangu. Mshangao kuona FARDC pahali tuende mbele, hao wanapanda milimani, wanaacha wazalendo mbarabara. Ile ingine inaleta wasiwasi. Ile ingine inaleta wasiwasi na kuanza kubaka wanamke na kuanza kungola hata miogo ya population mashamba. Mindu siseme, makarangu siseme. Na ukisema mwene shamba uende sema tu banafanya nini, batakukimbiza kwanza eko. Sawa hapa mwingine ya Kanyunda, yulu ya Kaungwe. Zile mashamba za pale ni mashamba basemaki tena. Twende Kigoma ni vile vile. Twende Runingu, Kashatu ni vile vile. Twende Kasenga, Yulu. Donc biko tu banaenda banajiuisha wao peke heshima. Lakini bangikuwa tuko pamoja, tusonge mbele. Wanasikia wazalendo wako mbele, nao wanakuja nyuma zetu. Hatuna ubaguzi na tunawaomba wote tujichie pamoja. Ewe FARDC, iwe wazalendo, tujichie pamoja, haki yetu tupate, tukumbanishe haki yetu tuipate. Je, mtakubali wazalendo FARDC ndo wakae mbele afu sisi tukae nyuma? No. Mwanamke kushakuwa unampatia pesa za kuemea, anakata kuzile pesa. Unaona chakula analeta ya kidogo. Wale mwanamke vize na wewe ule mwanamke siku moja uende peke msoko. Uende emea wewe peke kwanza, uangalie kwanza. Na ndio utajua pesa gani nitakuwa napatia mwanamke. Sababu gani? Wenzetu wa FARDC hawezi enda mbele zetu, hapana. Hao watakuwa wanakuja nyuma yetu. Sisi ndio tukomande vita. Wazalendo na vijana wote wazalendo pale na Ruzizi na Uvira kote, eske kuna soutien yoyote ambayo iko natoka ku gouvernement central ama provincial juu ya kusoutenir wazalendo kuanzia silaha, chakula na madawa na vitu vingine? Hivyo bimoya bio unanizungumzia ndugu yangu, ile ni mapambo. Wala ni nyingine kampanya ile. Nikisikia kwanza vile unalisema sawa hivi wewe mwenyewe unafika hapa. Hapa tuko mwingine ya
Kibirizi. Hivi na wewe unaweza kuja hapa na wewe utasema yako unasema, tutakusikia, mimi tutavichunguza kwanza mzuri. Lakini kwa kusema gouvernement, hivi wewe kwanza unakuja hapa, wewe ndio gouvernement. Mtu mwana tupatie ile 5 anapana 5 ile ndio gouvernement. Lakini kwa kusema gouvernement inafuatilia wazalendo, inafanya nini? Inafanya vile wenzetu wa Goma. Lakini huku kwetu hakuna hata sanfra wala hakuna hata kitu fulani hiki tunapana kia gouvernement, hakuna. Ndio. Na wakati serikali imeteua Justin Bitakwira Sud Kivu representant wa wazalendo, ikateua bwana nani ngambo ya Maniema ambao watakuwa wana collecte na wanapeleka raporo ya wazalendo ku niveau ya national, kisha ile maede inakuja na hapa Resama Bitakwira alifika hapa na akatembelea wazalendo. Ile moja msemaji, ile moja kusema kwamba gouvernement yetu iliteua delegation kwa na wazalendo, wazalendo wanawahudumia nini tusa. Ile yote ni systeme sa vile célibataire. Mwanaume anaweza enda kutongoza mwanamke na ule mwanamke anamdanganya. Anamwambia njoo vile kesho niko nakuletea ndakuzia kitu fulani, jua fente tu jua mpende, aonekane kama naye alifika pale kutongoza ile mwanamke. Lakini kwa kusema kama timiza sasa ile vitu, hata timiza. Ndio, hata timiza. Ni kusema tu kwa kinywa. Kwa mantiki hiyo kwamba sisi wenyewe raia tuna kila sababu ya kuwasutenir wazalendo 100%. Donc tusitegemee serikali. Population inaweza lomba population yote. Population ilisomesha député ikamtumana Kinshasa. Population kwa kusomesha yule député alikuwa anausha muogo na wengine anafanya nyingine makazi zingine. Ndio député akakuwa député. Na ndio hivyo ile nguvu yake ya population na ndio niko natusukuma mbele. Okay. Lakini kusema kama gouvernement ndio hakuna gouvernement kwa tofauti, hakuna. Me vitu vyote vya raia ndio tuko tunatumikisha. Okay. Unamzungumziaje mzee William Amuri Yakutumba? Iko nakufuata. Mzee sawa vile babu yetu. Ule naweza sema ni babu. Japokuwa watu wengi wanapiblia vingine ngoma zito na Yakutumba habiivye, no, hapana. Mzee tuko pamoja na yeye. Yeye ndio charge na vita vya Plaine mpaka Bukavu. Mpaka Goma ni yeye. Na tukafanya muungano. Tukafanya muungano ya wakubwa wote wa vikundi vyote wa wazalendo. Na wakati tulifanya ile muungano tukasema mwenzetu Kamama naye asimamie hivi vikundi vitatu viwili. Na wakati tulitia pamoja tukasema tulitie pamoja juu twende piganisha kule. Alors mzee tuko pamoja, mzee wakati yoyote naweza sema mzee anabidi kunisikia na yeye anasema na mimi namsikia. Okay. Na tuko pamoja na yeye. Sawa. Hata huyu Kamama tuko pamoja. Yeah. Tulimpoteza Fizi Lieutenant General Kibukila Mtetezi. Ndio. Na imekuwa ni pigo kubwa sana. Una kauli gani juu ya kile kitendo? Ile kitendo ninaweza sema ni accident. Ni kama vile mtu anaweza kuwa mgari kwa msafiri, iko na safiri, gari na dunda tu kimoja na yeye mwenyewe anaanguka chini. Na ndio hivyo Mtetezi naye alikuwa vile. Na ile moyo ilionyesha sura mbaya sana. Na ikatumisha hata japokuwa tuko mvita, lakini ni shock ilituingiemo kwa kupoteza ule shujaa. Ule ni shujaa na wakati tulishi na yeye sana. Na tulishi na yeye, tulikuwa naye Mai, Kabanja tulishi na yeye, tulishi sana na yeye. Alors ni kusema kwamba tumepoteza shujaa sana. Okay. Na kwenye alifika mbinguni Mungu ambariki. Okay. Nakupa nafasi uweze kuzungumza na dunia na Kongo kwa dakika 2-3 hivi. Utakuwa na message gani ambayo labda ungependa utoe ambayo mimi sikuuliza kwa upande wangu kwa kujificha, lakini wewe unataka uweze kufunguka zaidi ili watu waweze wakusikilize zaidi? Mimi ninaweza zungumza ajili ya watu Wakongomani wote, makabila zote. Tujichie pamoja. Tukomboe kwanza Bukavu, tukomboe na Goma. Kinshasa, tutasonga mpaka Kinshasa. M23 kwa kusema kwa mdomo, haiko ndio kukamata. M23 kwa natumikisha na vitu vitatu, ku vitu viine.
M23 iko nakamata mtu, inakuta watu kundi cha watu anapana pesa. Wanaambia watu wa telefoni Android andika huko na jamaa yuko wapi kunyumba, anasema tusa. Na wa vijana zaidi wanakamata zile pesa na wanaandika message. Wanasema M23 ishakuwa fasi fulani. Zile message ndio zinapibilaka watu na watu wanaogopa na kukutana wanakimbia na M23 yafika. Nuta ya pili, M23 iko inatumikisha kwa pesa, kwa kuandika na kuambia watu wanapenda pesa, wanaenda masoko, wanaenda makanisa, wanaenda barabara, hajili ya kusikia vikundi vya watu wanazungumuza. Ukizungumuza vikundi wanasema M23 iko na nguvu hivi na hivi, wazalendo wataweza, mule mtu wake ndio marapora atapeleka. Tujihadhari na mazungumuzo, watu tujihadhari na kimya kwa kusema sema. M23 iko natumikisha na ile alama. Ya tatu, M23 iko na watu na wanawalipa. Iko na wanamke wanawalipa. Wale wanamke wanatembea mumabara makije. We mwanamuke ukienda uende lala, ule mwanamke wa Mnyarwanda anakuswali maneno yote, akutia tu kutumbu yake yote utatosha. Tunaomba wanaume wagarso wetu wao wanalima, lakini wasikuwa wanakula vile wanalima vyote wanatosha nje. Wao wanayua nyinyi watasema, ni wenye hawatasema. Ni zile nukta tatu zenye M23 iko natumikisha. Asante. Nakushukuru sana. Na dunia yote nafikiri tumemsikia kamanda Ngoma Nzito kutoka huko kwa plane ya Ruzizi, na hapa tuko maeneo ya Kibirizi. Ndo mara yangu ya kwanza kufika Kibirizi. Lakini ni sehemu moja nzuri sana. Ina mandhari mazuri. Ukiwa kwa hapa ngambo pili pale unakuwa kwa Burundi tayari. So nafikiri kwa haya yote ambayo umeweza kusikiza, mzee ni mzima, umemwona hapa ni mzima wa afya, jinsi nimesema. Mimi ni mzima. Unaona? Ni mzima kabisa. Sigoni tufanyo ni mzima. Ni mzima kabisa. Nguvu ziko. Niko ngangari na tutapigana M23. Voilà. Hadi mpaka mwisho. Tunaishia kwanza hapa, mengine tutaongea kutokana na nyakati ya. Chao chao.